unaposikiliza mtu ambaye anaweza akasikia habari za Yesu Kristo, anaposikia habari ya neno la Mungu, inageuka, inakuwa roho ndani yake, inamfanya asimame. Hata kama atakutana na kukataliwa na familia, unashangaa anaendelea kuchanja mbuga. Aliyemchagua Yesu Kristo, nataka nikwambie habari njema ni kwamba hatutakata tamaa. Maadamu tunaye Yesu, hatutachoka. Wataloga wanapoweza kuloga, ikiwa Yesu ametuokoa, na injili ni uweza wa Bwana aliyeokoa na Yesu. Sema amen. Haleluya, 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 haleluya. Injili iliyokuokoa itaamua usafiri masafa marefu kiasi gani. Kuna watu waliambiwa ya kwamba ukiokoka kuna hii maisha baada ya hapa duniani, wakasimama mpaka mwisho. Wengine waliambiwa tu kwamba ukiokoka unakuwa na mijengo mizuri hapa duniani. Hiyo base kama inaweza na base na kuja inajaza. Jesus. Haleluya. Hapo sasa wape makofi watu wa Mungu hao. Haleluya, haleluya. Na sisi tumekuletea injili ambayo inaleta badiliko la mtu wa ndani. Tumeleta habari hizi njema ili wasio na Bwana wampokee ndani ya maisha yao. Tumeleta habari njema ili waganga watupe matunguli yao, wamfuate Yesu aliye hai, halafu hatuishii njiani. Tumeamua kumchukua Yesu mwanzoni, halafu tutazeeka pamoja naye. Nataka nikwambie habari njema ya kwamba hatutakata tamaa hata kama dunia ikatugeuka. Ikiwa tunaye Yesu aliye hai, hatuishii kufurahi hapa tu, kuna uzima wa milele. Sema amina, sema amina. Kwa injili inayokuja, inakuja na nguvu ya kukufanya usimame imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema Paulo, anasema kuhubiri kwangu hakukuwa kwa kushawishi akili za watu. Unaweza kumshawishi mtu siri zao. Unayeokoa sio wewe, ni Mungu aliye hai. Ndio maana kuna watu waliohubiria kwa kuwashawishi sana, alafu hawajakutana mgeuko wa ndani. Mtu aliyekutana na injili, Roho Mtakatifu akapiga muhuri ndani yake, hata kama akalala njaa bado hakati tamaa. Yaani watu wanaoelewa habari hizi wanakuwa ni majitu ya injili. Yaani hata kama apita kwenye dhoruba kubwa namna gani, hatingishiki, hatetereki, maana ameipokea habari ambayo imemgeuza mtu wa ndani, akaamua kumfuata Yesu. Hajaangalia chochote kinachoonekana, ni mgeuko wa ndani. Sema amina. Hadi unakuta watu wameachwa na wake zao, bado wamesimama na Yesu, maana hawajaokokea kwa sababu ya ndoa. Wanajua maisha yao ya kiroho ya muhimu sana kuliko hata ndoa. Haleluya. Lakini sababu ya pili inayotufanya tudumu kwenye wokovu, kwanza lazima uelewe hapa, injili inayoletwa kwako ni zaidi ya kujenga majumba, ni zaidi ya kununua magari, ni zaidi ya kufanikiwa, ni zaidi ya kuwa na mifugo mingi. Injili inaenda mbali zaidi, inazungumzia ubaadaye wako baada ya hapa duniani. Haleluya. Unajua, ukijua namna hii, ukitaka kuchoka unakumbuka kuna uzima wa milele. Hicho tu jikumbushe, sahau mengine yote. Sio wamekusema, wamekufanyia nini, ukijikumbusha tu ya kwamba kuna siku nitafunika macho hapa duniani, nitajikuta niko eneo jingine ambalo sijawahi kuliona kabisa. Hicho tu kiue kiburi ndani yako. Sema tena amen. Sema amina tena. Sema amina tena. Haleluya. Na nikwambie, tutamsubiri Mungu ujio wake kutuchukua tukiwa na ndoa zetu. Sema amen. Na nikwambie, hakika yake nakwambia habari hizi,
Tumeokolewa ili tumwakilishe Mungu hapa duniani. Tutamwakilisha kwa kuona mifugo mingi. Sema amina kama unaelewa ninachosema. Haleluya, haleluya. Mwangalie jirani yako kama anachangamka sura yake, mpe mkono wa kumsalimu tena. Ukikuta amenuna mwache tu wale makasiriko. Haleluya. Ongeza makofi na shangwe kwa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tumeokolewa ili tudumu kwenye wokovu. Kwa hiyo tutaoana na kuoana tukiwa tunamsubiri mwenye kanisa. Mwenye kanisa atarudi, atakuta tunazaa watoto, atakuta tunajenga, atakuta tukibarikiwa. Maana yake tumwakilishe vema bila kuchoka. Yaani Yesu akasema atakaporudi mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Maana yake nini? Ni swali linalomaanisha mtadumu mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jambo jingine la pili linalomfanya mtu asimame mpaka mwisho kwenye wokovu, maarifa ya kiroho. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia, wanaangamizwa. Soma vizuri Biblia yako hapa. Sio wanaangamia, wanaangamizwa. Kuna waangamizao. My God. Kwenye imani kuna wanadamu wamekaa mahali na kuangalia, tunasema ameokoka, ngoja tutengeneze namna fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa linanishangaza sana ile andiko. Yaani huyu ni Mungu anasema watu wangu, ni kweli ni wa kwangu. Lakini pamoja na kwamba ni wa kwangu, bado wana uhalali wa kuangamizwa. Hebu nisome vizuri ile andiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangu wanaangamizwa sio kwa sababu hawaendi kanisani, ni kwa kukosa nini? Maarifa. Hebu nisome ile andiko. Ni Hosea ngapi? Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ishia tu hicho, wanaangamizwa. Maana kuna waangamizao kwenye hii imani uliyoichagua. Nikwambie tu ukweli, ni kwamba nahitaji kujitoa kikamilifu. Sema kikamilifu. Haleluya. Amina. Kwa sababu uwe upande wa shetani, majaribu yapo na vita zipo. Uwe upande wa Mungu, bado kuna madarasa utapitia ili ya kufanya imara. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa wengine walipookoka walitegemea ni mteremko tu. Mimi nimekuja kuambia ukweli. Injili ni kujikana ili uitunze. Ndio maana kuna kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa. Kanisa limetembea muda mrefu kama kuku wa kisasa, hawawezi kujitafutia chakula mpaka waletewe. Tunaita broiler, yaani unakula mpaka na mifupa, ni walaini kabisa. Ukitembea ukasoma kile kitabu cha Moses Scroller, utajua haya ilikuwa ni majitu ya Injili, majitu ya imani yaliyoifia Injili. Sema tena amen. Haleluya, haleluya. Mimi najua niko mahali Mungu anaandaa majitu. Popote unaponisikiliza, wewe ni Injili katika jina la Yesu Kristo. Popote unaponisikiliza, mwakilisha Yesu vyema. Hakikisha hatukanwi. Kila mmoja anayekutazama apige saluti, aseme hakika Yesu wako ni Bwana wa majeshi aliye hai. Haleluya. Oh, apige makofi watu wa rohoni. Moja ya sababu inawafanya watu wadumu kwenye wokovu ni maarifa ya kiroho. Sema maarifa ya kiroho. Na hapo kuna mgawanyiko, nisikize vizuri. Mgawanyiko wa hapa, kwanza, maarifa ya kwanza ni kukulia wokovu. Mafundisho ya kukulia wokovu. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ndugu zangu, hii ni challenge kwa wachungaji. Pointi ya kwanza inatuchallenge wa injilisti. Inabidi tumtafute Mungu kuhubiri
kwetu kuvuviwa na Roho Mtakatifu. Pointi hii inawahusu wachungaji wa madhabahuni. Tutafute chakula cha washirika. Chakula sio kwa habari ya mkate na ugali, neno la Mungu la kimaarifa linalomfanya hata aliyeokoka leo akasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pointi ya kwanza, wainjilisti wote na watangazia ya kwamba tunaitwa kutafuta nguvu za Mungu, ili tunapohubiri tusihubiri ya kwetu, tuhubiri ya aliye juu, Bwana wa majeshi aliye hai. Pointi ya pili ni wito kwa wachungaji wote kukaa sirini, kumuuliza Mungu, nikawalishe nini kondoo waliopo kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakaa mahali Mungu anaachia ujumbe, unapenda kuachia namna hii, watu mpaka wanalia machozi, wanajengwa afya zao za rohoni. Maarifa, uzuri wa maarifa yanafanyika ulinzi hata mchungaji usipokuwepo. Kuna saa kitabu kuimba namna hii, anasikia sauti ya mchungaji kimfundisha, inasema kuimba ni kujitengenezea mlango wa kwenda jehanamu moja kwa moja. Anaahirisha, anageuka. Ni nini kimemgeuza? Mchungaji hayupo. Maarifa. Maarifa. Kuna saa unaweza ukachoka. Ndugu zangu, nyinyi safari kuna vitu vingi sana. Kuna mahali unaweza ukafika mahali ukajisikia kama kuchoka hivi, kama kukata tamaa. Ikiwa kuna maarifa fulani uliwahi kufundishwa, rudi kayapitie. Utashangaa, utayasoma, utatiwa nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana makanisa mengi yanayofanya watu wadumu sasa yana muda mrefu wa ibada, sio sarakasi nyingi, wanalipa muda mwingi neno. Saa nyingine watu hapo wanaweza kuwa nakasirika, wanaona tunachukua lisali zima la kujifunza. Mungu ametutuma kuja kulihubiri taifa hili la Mungu habari njema, lakini na kulichenga kanisa. Nikiwa niko pale kwenye mapumziko tunaendelea kuomba, nikaona mafunuo, naambiwa kwa habari ya kwamba nikaona natembezwa makanisa matatu, 1, 2, 3, sitayataja. Bwana asifiwe sana.